Mwamba alipunga mkono wake hewani na gari la wafungwa likavunjika. Alipoinua mikono yote miwili, lori liliruka moja kwa moja juu. Alifanya ishara nyingine ya kustopisha na magari yote yakasimama. Huyu jamaa yeye ni kiongozi wa kundi la viumbe waliobadilika, yaani mutants, waliokuwa na uwezo wa kudhibiti vyuma. Jamaa alifanya haya yote kumwokoa mpenzi wake ambaye pia ni mutant, na katika mchakato huo akaokoa mutants wengine pia. Mmoja wao alikuwa Shadowman, mwenye uwezo wa kuunda nakala nyingi za nafsi yake, na mwingine alikuwa Rabitank ambaye haathiriwi na visu wala risasi. Wakati huo huo, askari mmoja wa gereza alizinduka na kwa siri akamlenga mwanaume huyo kwa bunduki. Mpenzi wake alijitokeza kumkinga, lakini akapigwa na mshale wenye seramu. Kwa bahati nzuri hakujeruhiwa, lakini nguvu zake zote zilitoweka na akawa mtu wa kawaida. Baada ya kutambua hatari ya seramu hiyo, Mwamba akaamuru watu wake wawamalize walinzi waliobaki. Ili kulipiza kisasi dhidi ya binadamu, alikusanya mutants zaidi, akipanga kuharibu kituo cha kutengeneza seramu. Wakati huo huo, binadamu waligundua mkusanyiko wao kupitia satelaiti, na jeshi likabadilisha bunduki zote za chuma na kutumia nakala za plastiki, likazingira kambi yao na kuanzisha operesheni ya kuwaondoa. Hata hivyo, idadi ya mutants iliyoonyeshwa kwenye skrini ilianza kupungua haraka na ikagundulika kuwa hao wote walikuwa nakala za Shadowman. Wakati huo huo, upande mwingine, Mwamba huyo alikuwa akiongoza kikosi kikuu kuhamisha daraja la Golden Gate lote hadi kisiwa kidogo, akilenga kuharibu kituo cha uzalishaji wa selamu kilichokuwa huko. Walizindua shambulio kali mara moja dhidi ya kituo hicho, na Mwamba hakujali maafisa wa polisi waliokuwa na silaha. Kwa mshangao, mutants waliokimbilia mbele hawakufa walipopigwa risasi, bali waligeuka kuwa binadamu wa kawaida. Ikagundulika kuwa risasi hizo hazikuwa za kawaida, bali dawa zilizotengenezwa kuzuia uwezo wa mutants. Hivyo Mwamba akaamuru kwa haraka watu wake watumie mawimbi ya sauti kuvunja bunduki za binadamu.